Bana, kama unavyofahamu XXL haiwezi kukamilika bila kuwa na James Patupa, moja ya vijana ambao wanafanya vizuri sana, na hata ukiangalia XXL una udambu fulani ambao unaweza kupata pale. James, mambo vipi bana? Nakwaje? Kama kawa. Hongera sana. Nashukuru sana. Umecheza finali mwaka huu. Finali ya Arsenal. UEFA. Ilikuwa kiasi gani ile siku kwamba Arsenal anapoteza? Niliumia kwa kiasi kikubwa sana, lakini nilibaki na nusu ya matumaini. Nilibaki na nusu ya matumaini. Unajua mafanikio ni hatua. Mafanikio ni hatua. Kwa hiyo Arsenal ilicheza finali 2006 ikakosa. Baada ya hapo ikapoteana sana. Ikawa kufika UEFA kwenyewe mtihani. Mzee Wenger akasema haina noma, akapush tukarudi, ikawa kuingia UEFA kawaida. Unaona, baadaye tukaja tukapoteana. Akaja Steve Bold, akaja Emery Unai. Tukapoteana tena, tukawa tunaishia kwenye Euro kidogo hapo. Akaja mzigo kakabidhiwa Mikel Arteta. Huyo hapo tumerudi. UEFA top 4 ni guarantee. Imefika kutoka kwenye UEFA top 4 guarantee, top 2 EPL guarantee. Kutoka top 2 EPL guarantee tumechukua ubingwa baada ya miaka 20, takriban 22. Baada ya kuchukua ubingwa msimu uliopita tumecheza nusu finali ya UEFA Champions League, tumeondolewa na PSG. Msimu uliofuata ambao ndo msimu huu uliomalizika tumecheza finali UEFA Champions League ambayo tumefungwa na PSG, lakini wakati huo tayari tumechukua EPL. Kwa hiyo ni hatua. Hapa tulipofikia ni unaumia, lakini unaumia ukiwa na tumaini. Una matumaini. Unajua kuna kilio cha matumaini, alafu kuna kilio cha bila matumaini. Ukienda msibani ukikuta mtu analia, unajua kuna vilio vya aina mbili. Kwa mfano kuna mtu akifariki, ameacha nyumba mbili, ameacha duka moja kubwa, ameacha ng'ombe 13. Unaona bwana, ameacha shamba eka mbili. Kilio chake sio kikubwa sana. Unalia huku unajifutafuta tu kidogo namna hii, ndio uliaji wake. Lakini kilio cha mtu ambaye kaacha shimo la choo peke yake hata halijajengwa, watu wanagaragara sana. Kwa hiyo ndivyo ilivyokuwa kwa Arsenal. Sisi tumelia kwa kujifutafuta tu, kwa maana tunajua msimu ujao tunarudi tena pale. Twende kwenye swali ambalo wiki hii tumeona kwamba wewe unaweza kutupa majibu. Sawa. Kipi ni bora kati ya kipaji au elimu? Kwangu mimi vyote bora. Ni swali ambalo ni la mtu mmoja mmoja. Yani sio swali ambalo ni la fact, ama sio swali ambalo limefanywa calculation likaandikwa kama ilivyo hesabu. Labda ukiambiwa labda pi square ni sawasawa na 2 point hiyo au ukiambiwa labda sheria ya mwendo hivi, hapana. Sio issue ya kisayansi, ni issue ya mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo vyote vinafanya kazi. Kuna mtu anaitwa Jonas Mkude, Mohamed Shabalala, unaona bwana, Dickson Job, Shomari Kapombe, Clement Walid Mzize, unaona bwana, Bakari Nondo Mwamnyeto, kuna kina Depu, kina nani. Hawa ni watu ambao elimu yao wala hawana elimu kubwa sana. Yani kwa maana sijui wana elimu, walifika 6 wakaenda chuo wakapiga degree, wakapiga upper second, sijui upper first, wakapiga sijui master, hawana hizo vitu. Lakini miguu. Hii leo ukimgoogle Dickson Job, ukimgoogle Clement Mzize, ukimgoogle huyo Shomari Kapombe, ukimgoogle huyo Jonas Mkude, wana mafanikio, wamefanikiwa. Lakini siri ni kipaji. Umeelewa? Elimu wala sio kubwa kihivyo. Ukirudi kuna baadhi ya watu kama unaweza kutolea mfano labda mtu kama Mzee Zito Zuberi Kabwe, umeelewa? Ukatolea mfano labda Mavunde, mzee labda Mnyika, unaona bwana, labda Lisu, ukatolea mfano labda mzee Mboe, Heche. Hawa ni watu ambao kimsingi wana elimu na elimu yao imewapa mafanikio. Leo unapomwongelea Zuberi Zito Kabwe ni mtu ambaye ana elimu ya sheria. Unapomwongelea Mnyika, unapomwongelea Lisu, unapomwongelea Mavunde, unapomwongelea sijui
Jerry, unapomwongelea ni watu ambao wana elimu, walitumia elimu, unaona bwana, wengine wakaenda kwenye kisheria, wengine wakaenda huku wakafanikiwa. Lakini huwezi kusema kama wana vipaji. Kwanza walikuwa na elimu, baada ya kuwa na elimu wakaqualify kugombea vitu fulani, wakaenda. Hii leo unamwongelea mtu kama Dr. Isaac. Dr. Isaac ni mtu ambaye amefanikiwa, ni daktari mkubwa sana, unaona, ana PhD, amechukua Japani huko, ana vitu vikubwa, unaona. Sio kipaji, ni elimu, amefanikiwa. Kwa hiyo swali lako kwamba kipi bora kati ya elimu na kipaji, ndio maana nikakwambia inategemea wewe ni nani, upo sehemu gani, lakini vyote kwa pamoja ni vitu ambavyo ukiwa navyo umebarikiwa. Wewe ukiambiwa ondoke na kimoja? Mimi nikiambiwa niondoke na kimoja, mimi nitaondoka na kipaji. Mimi nitaondoka na kipaji kwa sababu mimi nakwambia, nimesoma darasa la kwanza, nimesoma darasa la 7, form 4, sijui form ngapi, chuo na nini, lakini asilimia kubwa ya vitu ambavyo na videliver na vifanya asilimia kubwa ni kipaji. Asilimia kubwa ni kipaji. Kwa hiyo mimi niliamua kuchagua kipaji sana sana, ingawa nina vyote. Shule ninayo, nimesoma SJMC hapo, na kipaji ninacho, lakini mimi ukiniangalia namna ninavyochukua story ya mpira wa miguu, ninavyoihusisha na movie ya James Bond, unaona bwana, ninavyoihusisha na muziki wa reggae, na unajua kabisa huyu sasa ana kipaji. Hiki ni kipaji, unaona Kwa hiyo namna ambavyo naisimulia labda tamthilia fulani, ninavyoichanganya na tukio la Lionel Messi, la Cristiano Ronaldo, ni kipaji. Kwa hiyo mimi ukiniambia nichague niondoke na kimoja, nitaondoka na kipaji. Unamtengeneza nani ambaye anakuja kusimama kama James Tupatupa kwa miaka 5 ijayo? Mimi watu wengi sana nimewatengeneza, na wengine wapo vioni wanaendelea kupikika. Mimi saizi tukiingia sehemu chuo, labda watoto wakiniona, kiukweli shauku yao inakuonyesha kwamba kuna watu na watengeneza wengi, lakini so far wapo vijana ambao wanafanya vizuri. Naona kabisa huyu nikiamua kukaa pembeni ama hata nikiendelea na yeye akiwepo, anakuja vizuri sana. Farhan Kiamu ni kijana wangu, ambaye ana vitu, mbunifu, unaona bwana, amefanikiwa kuona namna ambavyo kaka yake nilipita, amepita na hizo njia vizuri, anafanya vizuri sana. Lakini pia yes, namuona Farhan Kiamu nikitazama. James Tupatupa nilikuwa naye leo Clouds, nyumba ya familia, moja ya sehemu ambazo wanaangalia uelewa na ufahamu wa mtu. Kuwa Clouds sio tu kwamba ni bahati. Yaani kuwa Clouds sio kwamba umekuja tu mtu kakuleta, no. Umekuja Clouds kwa maana watu wamekupima, watu wamejua kwamba ulicho nacho, ndio unapewa nafasi. Hongera sana my brother. Mungu akubariki. Bwana, leo umepiga kama Jadakiss. Kuna mwanamuziki mmoja wa New York anaitwa Jadakiss. Mtu akula mikofia kama hiyo nini? Mguchi kama huu. Bwana, watangazaji siku hizi matozi. Umekula mpenzi nini, umejiachia. James, mbona mimi kawaida? So kama hiyo ni kawaida, basi ukiapania na kwa sio mchezo. Bwana, kazi njema. Bwana, Mungu akubariki sana. Amen. Okay. Hii ni Neighborhood Street TV. Tumekuwa tukiripoti maeneo mbalimbali. Leo nikiripoti kutoka hapa Clouds, nyumba familia. Na kama unavyofahamu, Neighborhood ni mtaa kwa mtaa. Na hapa ni jirani mwa Neighborhood Street TV. Karibu kwa wakati mwingine. Usikose kusubscribe channel ya Neighborhood Street TV ambayo inapatikana hapa YouTube.